Naitwa Pastor David Nindi. Ninachokitangaza ni habari ya ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Dhehebu halikuniokoa. Dhehebu halikunifia. Bwana asifiwe sana. Dhehebu halikuniumba. Yuko aliyeniumba. Yupo ambaye aliniokoa. Na yupo ambaye aliniita. Haleluya. Hatukuitwa na madhehebu. Madhehebu ni vivuli. Haleluya. Lakini tunatakiwa tumtangaze sana Yesu kuliko chochote. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu yeye ndo alitufia. Bila kupoteza muda, andika ibada. Somo tutakalojifunza siku ya leo linaitwa ni ibada. Niombe sana utulivu watu wa Mungu, na kama una mtoto jitahidi sana kumdhibiti mtoto. Bwana asifiwe sana. Ibada ina heshima yake. Haleluya watu wa Mungu. Ukienda kule wanakotambika, wana heshima na adabu sana kwa Mungu wao. Na iwe hivi na kwa Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Dhibiti mtoto vizuri, kaa vizuri. Bwana asifiwe sana. Sikiliza injili na neno la Bwana. Andika, tunaposema ibada tunamaanisha ni jambo linalofanyika kwa lengo la kuabudu. Haleluya. Ibada ni tendo. Ibada ni jambo lolote lile linalofanyika mahali popote kwa lengo la kuabudu. Bwana asifiwe sana. Ibada inaweza kuwa inayomhusu Mungu wa mbinguni au miungu ya dunia. Neno Mungu ni cheo. Na unaposema Mungu kuna miungu mingi. Paulo anamtambulisha shetani kama mungu wa dunia. Manake shetani naye ni mungu. Haleluya. Ila mungu wa dunia. Nilikwambia Jumapili iliyopita kwamba ziko falme nyingi zinatawala. Na ndio maana Mungu anajiita mfalme wa wafalme. Manake wanapopita wafalme kuna mfalme wao mmoja ambaye anawamiliki wote, anatawala falme zote, ambaye ni nani? Ni Mungu. Kuna sehemu Mungu anasema mimi ni Mungu wa miungu. Kwa nini anasema mimi ni Mungu wa miungu? Kwa sababu ukimtoa Mungu aliyetuumba iko miungu mingine. Haleluya. Mungu wa kwanza kabisa ni Mungu wetu wa mbinguni. Lakini kuna Mungu shetani ambaye na yeye anajiita Mungu. Na kuna wanaomwabudu wanapoenda mbele zake wanasema tunakwenda kwa Mungu wetu. Ndio maana Yoshua anawaambia wana wa Israeli, kuanzia leo mimi na familia yangu, mimi na nyumba yangu nitamwabudu Bwana aliyetutoa Misri. Lakini ninyi chagueni leo Mungu gani mtakayemwabudu, Mungu gani mtakayemtumikia. Kwa nini anaongea vile Yoshua? Kwa sababu ulimwengu una miungu mingi. Wewe ndio utachagua ni mwabudu nani. Haleluya watu wa Mungu. Wapo tuzungumza habari za ufalme wa Mungu, unasikia nywele inasimama namna hii. Nasikia raha sana. Bwana asifiwe sana. Nasikia msisimuko wa kiroho, sio wa kimwili, ninapovitangaza habari za ufalme wa Mungu. Kwa sababu katikati ya miungu yote, akisimama yeye, miungu yote inanyamaza, inakaa chini. Kwa hiyo dunia ina miungu mingi. Na ndio maana chochote unachokifanya lazima ujue hicho kitu kuna Mungu wake ambaye wewe unampa utukufu. Sasa ujiulize, hiki ninachokifanya kinamfurahisha Mungu gani? Kinamuinua Mungu gani? Kila unachokifanya kuna Mungu anainuliwa. Sinaeleweka? Tabia zako zote kuna Mungu zinamuinua. Mambo yako yote kuna Mungu anamuinua. Kwa chochote unachokifanya lazima ujiulize kwamba hiki ninachokifanya kinamuinua Mungu gani? Haleluya watu wa Mungu. Wewe ni mzuri sana, alafu wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Kwa hiyo sasa ibada inaweza ikamhusu Mungu wa mbinguni au ikahusu Mungu.
Mizimu nayo ni miungu, lakini hata wewe pia una nafasi ya uungu. Hivi uliwahi kujua kwamba wewe ni Mungu? Wangapi waliwahi kujua? Mtoto wa nyoka ni nani? Mwahi kumwona mtu anamwambia mtu shetani ni wewe? Mwahi kumwona? Yesu anamwambia Petro, rudi nyuma, sio huyu, kuna yuko ndani. Bwana asifiwe. Naposema Mungu sio huyu, kuna Mungu wapi? Ndani. Mungu aliyekaa ndani yako ndio atakaye kuongoza kufanya mambo nje. Sana Mungu kwenye kitabu kile cha Zaburi anasema mimi ni Mungu nasimama kwenye kusanyiko la miungu. Nani nimesema ndini ndio miungu. Haleluya. Kwa nini wewe ni Mungu usije kuchanganya? Sasa usije ukatoka kusema alisema mimi ni Mungu mniabudu. Utakufa vibaya. Haleluya. Kwa nini wewe ni Mungu? Kwa sababu cha kwanza kabisa wewe uliumbwa kwa mfano wa nani? Lakini cha pili, kuna tabia za kiungu ndani ya mwanadamu. Tabia ya kwanza ni ipi? Huruma. Bwana asifiwe sana. Nyingine, kwa nini nasema huruma? Kwa sababu ndani ya mtu kuna nini? Kuna huruma. Bwana asifiwe sana. Na Mungu naye sifa yake kubwa ni Mungu mwenye huruma. Sasa huruma ya Mungu imepita huruma za wanadamu. Ndio maana anaitwa Mungu wa rehema. Haleluya. Rehema ni zaidi ya huruma. Wewe utaishia kwenye huruma, hauwezi kufika kwenye rehema. Yeye ni Mungu wa nini? Kiti chenyewe alichokikalia kinasema rehema. Na ndio maana ukitenda dhambi ukienda mbele za Mungu kuomba rehema, kiti chenyewe kinamwambia mrehemu huyu mtu. Haleluya. Amina. Amezungumza kwa habari ya upendo. Na ndio maana ukiangalia yale matunda ya Roho Mtakatifu, zile ni tabia za kiungu ambazo zinatakiwa zionekane ndani ya mtu. Usipokuwa nazo lazima ujiulize, mimi namwabudu nani? Baba yangu ni nani? Ufalme wangu ni upi? Bwana asifiwe sana. Lakini tabia nyingine ambayo ya Mungu mwanadamu anayo ni wivu. Mungu afanye ni Mungu mwenyewe. Jamani, kuna mtu hapa hana wivu hata kidogo? Umeoa mke wako mzuri unayempenda, umeona pale amesimama na kijana, wamekumbatiana, unapita kwa amani kabisa. Jamani, habarini jamani. Na wasalimia, inawezekana jamani. Umeolewa na mume wako mzuri, amekutolea na mahali, umefunga na pingu za maisha kanisani. Haleluya. Unamkuta amesimama vichochoroni na mwanamke ameshikana mikono. Wanaonesha kabisa katika hali ya mahusiano. Unapita mbele, baba naenda nyumbani kuandalia maji. Mungu akubariki sana baba. Utakuwa uko sawa sawa? Haleluya. Haleluya. Utaonekana una shida fulani. Hata mimi mke wangu akinikuta katika mazingira tatanishi, alafu akaniacha hivyo, sirudi nyumbani hiyo siku. Naenda kwa baba mchungaji, baba kule nyumbani naomba mnisindikize. Kwa sababu nitakuwa na mashaka. Aidha hanipendi. Na unajua ni kwa nini Mungu ana wivu? Wivu unatokana na upendo. Mungu anakupenda kuliko vile unavyodhani wewe. Ndio maana Mungu ana wivu na wewe. Ngoja nikwambie, Mungu anajivunia wewe kuliko malaika. Amina, amina. Angalia hata kuumbwa kwako wewe na vitu vingine. Kila unachokiona kiliumbwa kwa neno, kwa kusema. Tembo pamoja na ukubwa wake wote ule, jamani, tembo na huyu mtoto nani mkubwa? Kimweka hapa. Lakini huyu aliumbwa kwa kufinyangwa na udogo wake. Tembo na ukubwa wake wote, nyangumi na ukubwa wake wote aliumbwa kufanyaje? Kwa kutamkwa. Lakini ilipofika ishu ya kumuumba mwanadamu, Mungu akakaa. Kwanza anamwekea mipango mwanadamu. Wewe ni wa thamani. Mwambie mwenzio wewe ni wa thamani. Haleluya. Yote aliviumba kwa kusema. Tembo ametokea. Bwana asifiwe. Mahindi yakatokea. Samaki wakatokea. Ndege wakatokea. Ilipofika ishu ya mwanadamu akakaa kikao kwanza na kabineti yake yote ya mbinguni, wakaanza kuweka mipango. Ukiona mtu anafanya jambo kwa mipango, ile jambo ni kubwa. Haleluya. Kwani mama ukitaka kupika chakula cha jioni mnaweka mipango? Kwamba mume wangu tupike chakula leo jioni, ni mipango. Lakini kuna jambo mkitaka kufanya mtumishi, lazima mkae kikao. Lazima mkae mfanye mipango. Hata hapa kanisani sio kila jambo ni mipango.
Jamani, kila jambo tunataka kufanya linahitaji kikao. Tuna mchango wa 10,000 kikao. Bwana asifiwe. Lakini tukitaka kuvunja hili jengo, tuweke jengo jingine, tukitaka kununua kiwanja, tukitaka kununua vyombo vikubwa, hata kama hatutakaa wote, lakini lazima kuna watu fulani, viongozi fulani wakae nini? Kikao, wafanye mipango, wapange bajeti. Yesu anasema ni nani atakaye kujenga mnara na asikae na kupiga hesabu ya gharama? Huwezi kukaa na kupiga hesabu ya gharama, unataka kula mwingi wa 500, tunaandika. Utaonekana uko sawa sawa. Lakini ukitaka kujenga nyumba, ukitaka kununua gari, lazima upange bajeti. Sasa mwanadamu alipangiwa bajeti kibila anaumbwa, alifanyiwa mipango, anasema tumfanye mtu kwa sura yetu. Sikiliza, tembo ana sura ya Mungu, mwanadamu ana sura ya Mungu. Ndio maana Mungu anahuzunika sana anapomwona mwanadamu anafanya mambo ya ajabu. Haleluya. Hebu angalia mwanaume aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu anakuwa shoga. Mbingu zikitazama zinatoa machozi kwa sababu ameumbwa kwa sura ya nani? Kuna mambo unaweza ukafanya, shetani anamwambia Yesu, anamwambia Mungu, angalia, ulisema yule ni mfano wako, yule angalia. Sasa nisikiaje mtoto aliyefanana naye anafanya mambo ya ajabu mtaani? Hebu nimefanana na mtoto kiwango cha watu wanasema, "Alo, yule ni kopi yako." Lakini unamkuta anafanya mambo ya ajabu mtaani. Wewe unajisikiaje? Bwana asifiwe. Haleluya. Hivyo shetani anavyomsimanga Mungu kwa tabia zako mbaya unazozifanya. Hata kama mchungaji hayupo, roho, Mungu ni roho, shetani ni roho, roho inakaa popote pale. Popote ulipo ujue Mungu anakutazama. Shetani anaenda kwa Mungu, anamwambia Mungu, angalia. Shetani anacheka, anasema Mungu, angalia, niko mfano wako, angalia nayo yafanya yani. Mfano wako. Mwanaume anaolewa ndio mfano wako Mungu. Mungu anajisikiaje? Haleluya. Mwanamke anaolewa na mwanamke mwenzake, Mungu anajisikiaje? Uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Sasa Mungu alipomuumba mwanadamu katika kiumbe ambacho alipokiumba akitazama namna kilivyo, Mungu akasikia raha. Ndio maana hata shetani alisikia wivu. Wao ni wa thamani kuliko malaika. Katika viumbe wote, sio malaika tu, viumbe wote, aliyekuwa na sifa ya uzuri na mvuto na mng'ao, shetani. Tukikuwa huko mbele tutakuwa na kitu kinaitwa projector. Hivi tunapozungumza malaika tunawaona pale. Bwana asifiwe sana. Piga makofi kwa ajili ya maono. Nimesema hivi kwa sababu nilitazama kanisa lililo kichwani kwa mtumishi wa Mungu, sio hili. Ni kubwa kuliko hili. Kubwa ni maono. Yaani mimi nikikaa na wewe nikikutazama tukiongea dakika 2-3 najua wewe utakuja kuwa nani. Haleluya. Kila unachokisema kinatoka wapi? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo msapoti mtumishi wa Mungu ana maono makubwa sana. Hawezi kufika peke yake. Wewe unaweza ukawa chanzo cha kumfikisha. Bwana asifiwe sana. Hivyo hivyo ulivyo. Hivyo hivyo na uchumi ulionao mdogo. Na umri ulionao mdogo. Hivyo hivyo ulivyo tutafika. Bwana asifiwe sana. Katika malaika wote, malaika aliyeumbwa kwa lulu na dhahabu, mwenye mvuto usio wa kawaida alikuwa shetani. Alikuwa anaitwa nani jamani? Kerubi. Ndio alikuwa kiongozi wa praise and wewe unasema leo unaimba. Wa kwanza kuimba alikuwa shetani. Na ndio maana katika roho ambazo katika watu wana kiburi sana kwenye makanisa ni waimbaji. Mimi nakwambia, kumchunga mwimbaji. Kumchunga mwimbaji ambaye kadina kanaweza kuinuka, wanamjua uyole tu, hata kula hawamjui, na naye hawamjui, uyole tu wanamjua. Unamchunga huyo mtu. Baba Bwana, unajua Mungu ameniinua sasa. Naanza kufahamika, na subscribe 15, ana subscribe 15, anatembea na dunda. Na ile video yangu imepata like 200. Kwa hiyo saizi mialiko mingi baba. Usione haunioni kanisani, mialiko mingi baba. Mialiko mingi. Haleluya watu wa Mungu. Kwa nini imekuwa hivi? Aliyeanza mwanzilishi wa kuimba alikuwa muasi. Aliasi. Unapoingia kwenye tasnia ya uimbaji, unatakiwa ukae sana na Mungu. Umruhusu
ususane Roho Mtakatifu, usitoke nje. Ukitoka tu aliyeanza anakuja kukuambia nilianza mimi. Wewe umewahi kumwona mtu ameacha wokovu halafu anakushawishi anasema tulikuwa sisi? Umewahi kuona mtu aliyeanguka ameacha imani? Usikae naye hata dakika mbili. Umewahi kumwona mtu ameacha shule? Umewahi kumwona mtu ameacha shule? Form 1 nyinyi mlipoingia yeye akaacha, akaenda kuwa machinga. Alafu na kwa bahati mbaya sasa au njema kidogo amepata kauchumi. Wewe unapokuwa form 3 unahangaika, mwanzo atembelea basikeli ya Phoenix. Kwake ni mafanikio. Haleluya. Tulikuwa sisi. Basi unajua mimi nilipokuwa kichwa, niliona shule kanichelewesha, unaona leo namiliki basikeli. Nimejenga nyumba ya miti na nimeoa. Mtu wa namna hiyo, yani hata siku moja usije ukakaa na mtu aliyeshindwa kwa makusudi. Unatakiwa uwe na ubongo mkubwa sana kumkataa yule mtu. Kama ubongo wako dhaifu usikae naye. Na ndio ilivyo watu walioacha imani, ukikaa nao unaacha imani. Tulikuwa sisi. Unaona kile kiatu cha mchungaji kile cha njano kile mimi nilinunua. Mimi nilikuwa nampenda mchungaji. Tulikuwa sisi. Yaani anasema tulikuwa leo. Unataka historia? Leo mwambie hatutaki tulikuwa. Tunataka tumtazame aliyoko leo. Haleluya watu wa Mungu. Ndio maana kama una maono ya kusoma hapo kuna rafiki yako fulani alianguka form 1, achana naye. Sio kama unanielewa? Achana. Nazungumza kwa wale watu ambao waliacha shule kwa kiburi. Unajua kuna watu wanaacha shule kwa kiburi. Kila uwezekano wa kusoma upo. Kuna watu walitamani kusoma lakini mazingira yalikataa. Unanielewa? Huyu atakutia moyo. Atakwambia soma rafiki yangu. Mimi nilitamani ningekuwa kama wewe. Mimi ningepata nafasi kama wewe. Ningekuwa na wazazi kama wa kwako. Ningepata udhamini kama wa kwako. Ningesoma, ningeenda mbali. Soma, atakutia moyo. Lakini kuna mtu ameacha shule kwa kiburi. Bwana asifiwe sana. Shetani alikuwa ni malaika mzuri sana, na katika malaika wote walioumbwa alikuwa mwenye mvuto ni yeye. Ukisoma kitabu cha Ezekiel 28 inasema alikuwa malaika anayetembea juu ya mawe ya moto. Wewe sio unatembea kwenye ardhi. Kuna wakati unachafuka na vumbi ukivaa. Shetani alikuwa anakaa kwenye mawe ya nini? Ya moto. Yeye mwenyewe, kwa sababu sifa ya malaika, asilimia kubwa ya malaika waliumbwa kwa moto. Wenyewe ni moto. Kwa hiyo yeye mwenyewe alikuwa pia na sifa ya moto. Alikuwa anatembea juu ya mawe ya moto. Ukisoma kitabu cha Ezekiel 28 utamuona. Biblia inazungumza kama kerubi. Alikuwa anatembea juu ya nini? Mawe ya moto. Alikuwa na utukufu. Bwana asifiwe sana. Wataalamu wanasema yule jamaa alikuwa akiimba, akipiga mabawa hivi, kinanda kikasome, sauti inayotoka ni ya mvuto usio kawaida. Haleluya. Mbingu zilikuwa zinatetemeka akisimama akiimbisha. Akapata kiburi akaona mbona watu wako chini yangu. Maana alikuwa ni malaika mkuu wa sifa. Alikuwa ni mzuri, anapendeza na kutia. Lakini pamoja na hayo Mungu hakuona wa thamani kama alivyokuona wa thamani wewe. Haleluya. Biblia inasema yeye alikuwa akitaka kwenda kuimba anaenda kwa Mungu kumuimbia. Kwa sababu Biblia inaposema alikuwa anakaa kwenye mawe ya moto, na ukisoma kitabu cha Isaya 14 anasema shetani nitapandisha kiti changu mpaka wapi? Maana yeye alikuwa chini, Mungu alikuwa juu. Yeye anatamani, anamtazama Mungu anatamani. Anasikia sana. Akaenda kipandisha kiti changu mpaka juu, nitazipita nyota za Mungu. Nitampita aliye juu ambaye ni Mungu. Lakini nilikuuliza swali, shetani alipoasi, uliona kuna kikao chochote kimekaliwa mbinguni Mungu anasema ni mtume nani akamuokoa shetani? Na unajua shetani hakuasi peke yake, aliasi na malaika wengi sana. Ndio haya majini mnayoyaona leo na kuyasikia. Aliondoka na kundi kubwa la malaika, mbingu hazikushangaa zikushughulika nao, wakaachana naye. Lakini mwanadamu alipoasi, mbingu zikasema tumtume nani?
Alafu mwanadamu alipowekwa Edeni, Biblia inasema Mungu wakati wa jua kupunga alikuwa anatoka mbinguni anamfuata mwanadamu. Sio kitu cha kawaida mtumishi. Mungu anaacha enzi anamfuata mwanadamu. Shetani alikuwa afanye hicho kitu. Shetani alikuwa anatoka yeye anamfuata kumfanyia ibada. Shetani alikuwa anatoka yeye anamfuata Mungu kumfanyia ibada. Lakini Mungu anaacha enzi, anatoka yeye anakuja. Anapofika pale alipomweka Adamu haonekani. Anasema Adamu uko wapi? Anamtafuta Adamu. Sijaona somo hata moja Mungu anamtafuta Lucifer. Labda kama wamesoma. Na mbingu zinasema mwanadamu tuliyemuumba kwa mfano wetu ameasi. Tumtume nani? Tumtume nani? Ndipo Yesu tena anaacha enzi. Anakuja kufanyika mwanadamu ili kutafuta wewe. Wewe ni wa thamani sana. Mwambie mwenzio wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani. Si tumia lugha gani nielewe? Wewe sio kufanya hayo unayofanya. Wewe ni wa thamani. Kwa nilisema Jumapili iliyopita, wewe ni wa thamani. Wewe sio kuangusha na chipsi kavu. Wewe ni wa thamani mpendwa. Fedha haiwezi kununua utu wako. Wewe ni wa thamani. Hata wangeniwekea mabilioni haiwezi kufanana na thamani ya damu ya msalaba. Haifanani. Mwambie kama unanipenda kuliko Yesu nifie msalabani. Mwambie nifie msalabani kama Yesu. Nijue kama unanipenda kuliko Yesu. Huwezi nipenda ukamzidi Mungu wangu wewe. Huwezi nipenda ukamzidi Yesu wewe. Haleluya. Nikikwambia hata tukung'oe ukucha, nikikwambia hata tukukate kidole kwa ajili ya upendo, huwezi kubali. Mama mwenyewe anampenda mwanae, lakini ukimwambia nikuchome mkuki hicho kwa ajili ya mwanae, wachache watakubali, wengi watakataa. Watasema Bwana, kila mmoja atabeba mzigo wake. Wakikwambia upe kwa ajili ya mumeo, huwezi kubali. Utasema tulizaliwa, mimi nilizaliwa peke yangu na yeye peke yake. Amina. Kila mmoja utasoma na maandiko. Kila mmoja atabeba fursa yake mwenyewe. Lakini yuko mwanaume ambaye akaacha enzi. Akaacha utukufu. Haleluya watu wa Mungu. Amina. Sema asante Yesu kwa kunifia. Akaacha enzi na utukufu. Akaacha kusujudiwa na kuimbiwa nyimbo nzuri. Akaenda kukaa tumboni mwa mwanamke mchafu. Kwa sababu mwanadamu ni mchafu, sio mtakatifu kama Mungu. Yaani kwa level za Yesu kukaa tumboni mwa Mariamu ilikuwa bado ni kunishusha tu. Haleluya. Aenda akakaa tumboni mwa mwanadamu. Akazaliwa akala kama mwanadamu. Nani aulipe upendo wa Yesu? Ndio maana mimi kuna wakati hata kakipita kabisa mtaani kamevaa kimini kana mitega. Naambia huwezi, thamani yangu ni kubwa. Haleluya. Sisi ndio wale tuliokolewa kwa moto. Tumetoka mbali, sasa tunasimama leo. Tulilazwa nje na wazazi wetu. Kama unaenda kanisani leo hakuna kula tukakubali. Tumelala kwenye upendo kama humo, tunavizia. Tukisikia sauti baba anatoka tunakimbia kwa sababu ya Injili. Leo niko Mbeya na uhubiri Injili. Mungu wangu ni wa thamani sana. Haleluya. Sio ndio watu ukimbizwa na visu mkiwa wadogo, baba anasema wewe nakuua. Ulokole ni mwani kwangu siutaki, umeleta ulokole. Nakuua. Naambia baba utaua mwili na utaigusa. Yuko wezaye gusa roho. Huyo ndiye nimemtumaini. Leo niko mji wa Baraka na ubiri Injili. Leo niko Dar es Salaam na ubiri Injili. Nimetembea mikoa ya huko ya kanda ya Ziwa. Nimetembea kila mahali napelekwa na ubiri Injili. Simiyu na ubiri Injili. Mwanza nimetembea na umri wangu na ubiri Injili. Amina. Na nikwambie, na umri huu unapanda ndege naenda Kenya kuhubiri Injili. Na umri huu naenda Uganda kuhubiri Injili. Na umri huu unaona. Kwa nini? Kwa sababu nilijua thamani ya Yesu aliyenifia. Haleluya. Sianguke kirahisi. Mama yangu sianguke kirahisi. Maneno pia kuangushe. Maneno pia kuache uache ibada. Ya kufanya uache ibada ni kweli maneno yanalingana na damu ya Yesu yanalingana. Maneno ya watu yanalingana na uzito wa mtu kukufia yanalingana. Maneno ya watu. Yaani maneno ya watu pia mzima. Haleluya. Hata mama mchungaji akiwa kinyume na wewe, usiache ibada. Maana kama mchungaji akukufia wewe. Hata mchungaji akiwa kinyume usiache ibada. Hata ukisikia wanakuambia ni baba amekusema hivi na hivi, waambie baba hakunifia. Yuko aliyenifia ndio ninayemfuata ibada. Bwana asifiwe sana. Haleluya watu. Mwambie mwenzio unaisikia Injili?
Unapomwona mtu amebeba mbuzi anaenda kutambika, unapomwona mtu amebeba sadaka, au unapomwona mtu anaenda kwenye makaburi ya wazazi wake, ujue anaenda kufanya ibada. Yaani unapomwona mtu anaenda kwenye makaburi anasema tarehe fulani tutakuwa na watu wasongea wanasema kufagilia makaburi, ujue wanaenda kufanya ibada kwa Mungu wao. Kuna ibada moja wanaifanya sana, na mpaka wa Pentecost wameingia kwenye huo mtego wa ujenzi wa makaburi. Sijajua imani yako wewe kama wewe inaruhusu, sijui, lakini mimi nazungumza ufalme wa baba yangu. Haleluya. Sizungumze mitazamo ya dini wala dhehebu, nazungumza mitazamo ya kibiblia. Moja ya sanamu, kuna kitu kinaitwa ibada za sanamu. Bwana asifiwe sana. Na kitu kinaitwa arobaini, mtu amekufa. Mwae kusikia? Baba alikufa na bado kufanya arobaini. Mnafanyaje ile nani? Na wewe unaenda. Unapoenda ujue unaenda kufanya ibada. Siku moja mke wangu aliambiwa kwao kuna ujenzi wa makaburi. Kamwambia waambie nina udhuru sitafika. Kuna kitu wani nilitaka mimi waga napenda sana kumfundisha mtu kwa mifano. Kwa nini? Mbona mtakuwepo? Nikamwambia wewe waambie sitakuwepo. Unanikataza utaki niende? Nikamwambia utaenda. Ila wewe waambie sitakuwepo. Ila saa ikifika utaenda. Alipowaambia we walikuwa wakali. Bora uache kuzika, sio kujenga kaburi. Kujenga kaburi muhimu, hata kama una na utu na kutumia. Nikamuuliza, kama una akili timamu na umesoma na elimu yako ya chuo ikusaidia kujua kuna nini kule. Yaani mpaka nauli wanasema bora wafanyaje? Ila ufanyaje? Wende. Hatutaki hela yako, tunakutaka wewe. Kaambia kama una akili jiulize kuna nini kinaenda kufanyika. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ana akili na ni mtu wa imani alishtuka. Nikamwambia wenzako hamwendi kujenga makaburi, mnaenda kufanya ibada. Bwana asifiwe sana. Kwa ukimwona mtu amebeba, kuna wengine wa kila mwaka wanakuwa wanachukua mbuzi, aenda kutoa sadaka kwenye nini? Kwenye miungu yao. Unajua wanaenda kufanya. Alafu sasa kanisa la leo lilivyo limekosa maarifa. Wewe ukitoa 10,000 hapa sadaka wanakusema mtaani yule atafilisika, yule anatoa sadaka ovyo ovyo, yani yule kila siku kwenye nyumba ya mchungaji kupeleka mchele, yani yule atafanikiwa. Na wanasema wamenisema sipeleke. Wanaokusema vibaya kila siku wanachukua mbuzi wanapeleka kwa waganga wa kienyeji. Ila wewe huoni. Haleluya. Hakuna mtu duniani asiyefanya ibada. Hakuna mtu duniani asiyetoa sadaka. Hayupo. Unajua kwa nini? Mafanikio yote unayoona mtu amefanikiwa kimwili, kiroho, ibada imemfanikisha. Bwana kutuandika, ibada ndio inaweza kumfanikisha mtu, nje ya ibada huwezi fanikiwa. Ndio maana matajiri kuna vitu nyumbani kwao akikukuta umegusa matajiri kuna vyumba kwenye nyumba zao hawezi ruhusu mtu kuingia. Akikuona umeingia, yaani ni bora yaani si umfanyeje, lakini sio kule. Unajua ni kwa nini? Sehemu yake ya ibada. Hakuna mahali unatakiwa kuheshimu mtu wa Mungu kama mahali unapofanyia nini? Ibada. Wewe unapachukulia poa hapa, unapachukulia kawaida, unapachukulia hapa kawaida sana. Hapa ndipo mahali unapokuja kukutana na nani? Mungu. Mtumishi wa Mungu anasema nawashukuru kwa kuniombea, nimepata nini? Kazi. Sikiliza kaka, utakaoenda kukutana nao wote kwenye ile ajira ni watu wa ibada. Wewe umefanikiwa kwa ibada ya Mungu. Kuna watu wamefanikiwa kwa ibada ya Mungu. Sasa ukitaka kuangushwa na kupigwa mtama, mwache Mungu. Uone. Nilifundisha siku moja nikasema hakuna kitu hatari mtu wa Mungu kama kutembea peke yako. Yaani uko peke yako hauna Mungu. Kila unayemwona duniani anatembea yuko peke yake. Kuna watu unaona wako peke yao lakini wana miungu kwao. Kuna watu ni wachawi. Kuna watu unaona wamekaa hivi peke yao lakini wamefunga ilizi. Wewe nini unategemea? Wewe unategemea nini? Mungu mwenyewe unamwabudu kwa shilingi 100.
Niende nisiende? Hakuna hata mtu anayekuja hapa kunipigisha story. Hayupo. Angekuja fulani nisingeenda ibadani. Sikiliza nikwambie. Hebu tusome kile kitabu cha Ibrania sura ya 12:28. Ndio. Nasema basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Tulisoma tunasema basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Na muwe na neema. Na muwe na neema. Ambayo kwa hiyo ndio tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza. Ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kufanyaje? Kwa hiyo hatufanyi ibada kwa sababu mchungaji ametaka kufanya ibada. Tunafanya ibada kwa sababu tumeagizwa kufanya ibada. Haleluya. Pamoja na unyenyekevu na kicho. Mimi na mtu wa Mungu. Wala usije ukafikiri tulifanya hapa, tupo hapa tu kwa sababu tumekuja kumpa mchungaji sadaka zetu. Tumekuja kwa sababu Mungu ametuagiza kufanyaje? Kufanya ibada. Na ndio maana ukigundua nini maana ya ibada, huwezi acha ibada ikifika nyumbani amekuja mgeni. Ukiona mtu anaacha ibada kwa sababu ya mgeni, hajui maana ya ibada. Na ndio shida sasa, watu wengi nao hawajui maana ya ibada. Wafalme wa giza wanajua maana ya ibada. Nenda Kariakoo. Bwana asifiwe sana. Nenda Kariakoo. Wale watu wa swala tano mnawajua? Ukienda Kariakoo saa ibada ikifika, nakwambia hata kama umepeleka milioni 10 unaenda kununua kwa wale watu, anakwambia baki na hela yako, naenda kufanya ibada. Anajua maana ya ibada. Unajua ni kwa nini? Ndio maana nimekuambia kila unayemwona ibada ndio imemfanikisha. Anajua mimi kiacha ibada imeisha, siwezi fanikiwa. Wewe ibada yenyewe mpaka uimizwe. Ukiamka asubuhi siku ya ibada unagusagusa mwili. Na panapouma. Hamna panapouma kweli hapa? Panauma hapa, siendi ibadani hapa panauma. Ndio maana rahisi sana kupigwa na kuangushwa. Fanya ibada, Bwana asifiwe sana. Kuna wakati mwambia Mungu naenda kufia kwenye ibada. Mwambia Mungu naenda kufia kwenye ibada. Siachi ibada. Amekuja mgeni, mwambie mimi ni mtu wa ibada. Twende kwanza ibadani. Tukafanya ibada. Kwani Biblia inasema hata punda wako pili atakiwa kufanya kazi kwenye kitabu cha Kutoka. Anasema mgeni wako akifika kwako atakuwa mwabudu Mungu wako. Mwambie twende wapi? Kama hauwezi basi tuangalie namna tufanyeje sisi, lakini mimi lazima niende ibadani. Niwaambieni kitu. Bwana asifiwe sana. Hata kama kuna shughuli yoyote ya kijamii kwenye mtaa wako, kafanya ibada kwanza hata nusu saa. Naeleweka jamani? Kuna yale shughuli za kijamii ambazo ni muhimu, kwa mfano misiba, si ndio? Yaani sijui wewe mpaka ikufanye uache ibada. Nikisema hivyo najua umuhimu wake, lakini isiwe kirahisi. Jamani, isiwe na ujenga moyo wa ibada. Bwana asifiwe sana. Iwe sherehe. Eti leo tuna sherehe siendi ibadani. Bila ibada we si kitu. Na wewe Mungu alikuumba ili umfanyie ibada. Bwana asifiwe sana. Mungu anapokutazama anataka kuone kwenye ibada. Ndio maana Mungu alimweka Adamu mahali pa ibada. Adamu alipokengeuka akatoka mahali pa ibada, akajificha. Mungu anasema uko wapi? Bwana, yaani sikiliza, kuna wakati Mungu malaika wanakuja hapa Jumapili, wanasema mbona skola simuoni? Kuna mtu ndio skola hapa. Ni nani? Oho. Kuna watu wasipokuja ibadani lazima mchungaji ashtuki. Kuna shida. Lakini kuna watu hata wasipokuja mchungaji ashtuki kwa sababu ni kawaida yako. Usiishi hayo maisha. Ishi maisha ambayo hata tusipokuona hapa sisi wenyewe tukose raha. Bwana asifiwe sana. Amen. Tukose amani. Kwa nini? Kwa sababu wewe uliumbwa ili uje ufanye nini? Ibada duniani. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa wakikwambia tunakwenda kutambika, usikubali. Ujue unaenda kufanya ibada kwenye Mungu wao. Bwana asifiwe sana. Sasa ibada, andika, ibada ni tendo linalofanyika kimwili na kiroho. Ibada ni tendo linalofanyika kimwili, linaunganishwa na roho.
Wewe umekuja hapa, kwa nini uliokuja hapa ni roho ni mwili? Wewe hapo umekuja hapa, wewe ni mwili ni roho? Hayo aliyekaa kwenye kiti hiki huyu. Wewe ni mwili ni roho huyu tunayemwona. Tunaona roho hapa. Na maana mimi nashangaa mtu anasema Mungu anaangalia roho, angalia mavazi. Unavaa ovyo kanisani, wakikuuliza unasema Mungu anaangalia nini? Mnasemaga anaangalia nini? Au unatuvalia utupu hapo unatuambia Mungu anaangalia roho. Haya, Mungu anaangalia roho, sisi tunaangalia nini? Ibada inafanyika kwa mambo. Mtu akikwambia, ukimwambia hivi, dada, mbona nguo uliyovaa hii sio ibada? Akikwambia, Mungu anaangalia roho, mimi roho yangu safi. Mwambie sawa, mimi niangalie nini kwako? Si ndio jamani? Kwa sababu ibada ni jambo la mwili na nini? Wewe unaishi mwilini na wapi? Na rohoni. Kuna anayechunga roho, Bwana sifiwe. Kuna anayeangalia roho, lakini sisi roho hatuioni mama. Sisi ili tukukubali tunaangalia wapi? Mwili. Mimi nawaambia hata mchungaji ajaze Roho Mtakatifu kiasi gani, aje hapa amevaa kaputula imeishia huko, utashtuka. Wewe utashtuka. Hata kama unamwamini amejaa roho. Sikiliza nikwambie. Mavazi ndio atakao kufanya uheshimiwe na udharauliwe. Kuna vazi binti ukivaa barabarani utaishia kupigwa miluzi na wajinga. Wenye akili hata kukusalimia hawatakusalimia. Ukimwambia anakwambia Mungu anaangalia. Sisi tunaangalia nini? Bwana asifiwe sana. Roho sisi hatuioni. Sisi tunaangalia nini? Alafu hivi inawezekana mwingine utasikia yani kuna watu nje wako safi, ndani wamechafuka. Wewe unatakiwa uwe safi nje na ndani. Kwani ukiosha sahani unaosha hata ndani tu? Mimi nikwambie kitu, kikikuta hapa kikombe kina nje kina uchafu. Nisizungumza uchafu gani, lakini wewe jipe majibu moyoni. Uchafu gani? Ndani kuna chai nzuri. Wewe utakunywa chai? Nje kichafu. Nje kimechafuka. Lakini ndani kuna chai nzuri. Wewe utakunywa? Kwa nini utakunywa? Wewe usiangalie nje, angalia ndani. Wewe utakunywa? Basi wewe usiangalie nje, angalia ndani. Haleluya watu wa Mungu. Ukimwona mtu au kanisani hapa pakawepo na mtu mwenye misimamo namna hiyo, anavaa mavazi ambayo sio stara, mkimwambia mumpeni fundisho. Bwana asifiwe sana. Mumfundishe. Mumpe na mifano. Mfano kama huu. Wewe umekuta kikombe nje kichafu. Tena kina uchafu. Na hizi wapo, lakini ndani kuna chai nzuri, wote kunywa. Ndio unaweza kaja hapa mchungaji amevaa watu hana maadili. Hata kama ananena maneno mazuri kiasi gani, wote mtazama anakutoa kwenye uwepo. Alafu sasa kingine mimi nikwambie, hauvai kwa ajili ya Mungu, unavaa kwa ajili ya sisi. Mungu anakujua hata usipovaa, kwa sababu yeye ndiye aliyekuumba. Bwana asifiwe sana. Lakini unavaa kwa ajili, yaani wewe kwa Mungu ni kama mtoto mdogo. Kwani mtoto wa miaka 2 tunamvalisha kwa ajili ya watu au kwa ajili ya mzazi? Kwa ajili ya watu. Mzazi anamjua mtoto. Yaani mzazi anaweza kumficha mtoto, yaani mtoto anaweza kumficha mzazi, mtoto wa mwaka mmoja. Maana anamjua. Wakiwa chumbani yeye na mama yake anaweza kumwona hata uchi, si ndio? Lakini unaweza kaniambia kanisani uchi. Kwa nini unamvalisha? Ni kwa ajili ya watu. Na hata hizi nguo tunavaa kwa ajili ya watu. Na ndio maana ukivaa nguo ukiona watu hawajawafurahisha wapendwa, Mungu akupe busara, Mungu akupe hekima. Bwana asifiwe sana. Hata kama wewe unaona sio nzuri, ndio maana hata kuna tabia ukiona kanisani, ukiona kwenye kundi fulani, ukiona inawakwaza wenzio, maneno yako yanawakwaza wenzio, hata kama ni mazuri kwako, acha. Bwana asifiwe sana. Ni kweli mazuri kwako, lakini kwa watu, na tunaishi kwa ajili ya watu. Wakati mwingine Mungu unajua wakikukataa watu, kuna wakati na Mungu anakukataa. Baba alikuita kwa ajili ya watu. Sasa tunavaa kwa ajili ya nini? Ndio maana wewe ukivaa nguo alafu yule akikwambia yani hujapendeza, unajisikiaje? Lakini uvae nguo hata kama wewe mwenyewe unaona hii nguo mbaya, watu waseme hii safi, mwingine aje hii safi, mwingine aje hii safi, wewe unaona unajisikiaje? Lakini uvae nguo mwenyewe unasema hii safi, unakuja kwa wa kwanza, hamna kitu hapa. Wa pili, hamna kitu. Wa tatu, wewe unajisikiaje? Kwa hiyo tunavaa kwa ajili, tunajisitiri kwa ajili ya watu, kwa ajili ya wengine. Ndio maana ukiwa wewe mwenyewe chumbani kwako, hamna kupangia cha kuvaa. Vaa unavyoweza, tembea unavyoweza, umejifungia milango, wewe kaa unavyoweza. Lakini ukipiga hatua kwa watu, tunavaa kwa ajili ya nini?
watu. Kwa hiyo mumjenge mtu ambaye ana mitazamo ya kwamba Mungu anaangalia roho tu, angalie nje. Mumjenge, mumfundishe. Bwana asifiwe sana. Msimkatae, msimsengenye, msimfukuze, msimseme vibaya, mkajua mumfundishe. Na ndio kazi ya kanisa. Kazi ya kanisa ni kutengeneza watu, ni kuwashape watu. Bwana asifiwe sana. Mtengenezeni, mfundisheni. Bwana asifiwe. Haleluya. Ibada kimwili inafanyika mahali popote ambapo watu au jamii fulani imepachagua kwamba tutakusanyika hapa kwa ajili ya kumwita Mungu wetu. Inaweza ikawa jamii fulani, jamii ya imani fulani imechagua kwamba kila Jumanne tutakuwa tunakusanyika kwenye mti huu kwa ajili ya kufanya ibada. Unajua ibada inapofanyika pale, wale watu wanamuita nani? Mungu wao. Ndio maana Elia anasema hivi, manabii wote wa Baali 450 tukusanyike kwenye mlima Karmeli tukamuite Mungu. Manake tendo la ibada ni tendo la kumuita nani? Mungu. Unapokuja kwenye ibada unakuja kumuita Mungu.